Yatima na gereza la kutisha sehemu ya 6. Karibu msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Hazina ya Simulizi katika sehemu hii ya 6 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Yatima na gereza la kutisha, ambapo Norman anaendelea kutusimulia kwa yale ambayo yalimkuta baada ya kumpoteza baba yake. Norman anaendelea kueleza kwamba kuna nyakati ambapo maisha humjaribu mwanadamu kupita uwezo wake wa kuvumilia. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa kijana huyu yatima. Tangu alipompoteza baba yake, kila siku iligeuka kuwa pambano jipya la kuishi. Mama yake wa kambo hakumuona kama mtoto wa familia, bali kama mzigo uliopaswa kuondolewa kwa gharama yoyote. Lakini hakujua kwamba njama zilizokuwa zikisukwa gizani zingempeleka mahali ambapo wengi waliingia wakiwa na matumaini, lakini walitoka wakiwa wamevunjika moyo au hawakutoka kabisa. Gereza hilo la kutisha lilificha siri nzito, mateso makali na ukweli ambao ungeweza kubadili maisha yake milele. Je, kijana huyu ataweza kupambana dhuluma hizo na kuthibitisha kuwa hana hatia, au atazama ndani ya maumivu yaliyoandaliwa na wale waliotamani kumwona akiangamia? Endelea kuwa nasi katika simulizi hii yenye mafumbo, huzuni na matumaini, kwani safari ya kutafuta haki ndiyo inaanza kuchukua sura mpya kwa kijana Norman. Yaani akili ya Norman alikuwa anaamini kwamba kama mama yake kaweza kumsaliti, je, watu baki itakuwaje? Basi siku hiyo ilipita huku Norman akiwa anazidi kupewa matibabu zaidi. Siku nyingine ilipofika, yakiwa ni majira ya saa 3 usiku, Norman alipojigundua yuko sawa, aliamua kutoroka pale hospitali bila hata kumwambia Dr. Devi. Yaani alikimbia, hakutaka mazoea na mtu tena. Norman akiwa na hasira, safari yake ilienda kumpeleka mpaka kwao, na lengo lake lilikuwa ni kwenda kumchana mama yake makavu na kumuuliza kwamba kwa nini anataka kumuua. Norman baada ya kufika getini alizuiliwa na mlinzi. "Olenashi, naomba niache nipite. Leo nataka mama akaniambia kwa mdomo wake kwamba mimi siye mwanae na anataka nikajua sababu za yeye kutaka kuniua." Norman alikuwa kachafuka kweli kweli baada ya kukosokoswa kufa mara 2. "Norman, mimi siwezi kukuruhusu wewe kuingia huko ndani kwa sababu najua unaenda kufa. Kwa taarifa yako, mama yako alipewa taarifa kwamba wewe tayari umekufa. Na muda huu naongea na wewe, Bwana Dosomi na vijana wake wapo huko ndani. Sasa wewe nenda kama hujaenda kufia huko huko." Olenashi alikuwa hataki kabisa Norman aingie mle ndani kwa sababu alikuwa anajua uhatari wa kuingia kule ndani. "Uncle Olenashi, I say, naomba niruhusu, hapa ni nyumbani na hizi ni mali za baba yangu." "Norman, wewe ubishi wako naona ni kama baba yako. Ujue bosi Feko ni kama sio ubishi wake, huenda hata asingekufa wala asingemuoa huyu mwanamke, ila ubishi ndo chanzo cha yote. Naona sasa na wewe unafuata nyayo za baba yako." Olenashi aliongea maneno mazito ambayo yalifanya Norman amkazie macho. "Kwa hiyo wewe ulikuwa unajua kama baba yangu atakufa?" Na kuuliza, "Kwa hiyo wewe ulikuwa unajua?" Norman aliuliza kwa jaziba. "Nilikuwa sijui kama atakufa, ila nilikuwa najua watu wanaomzunguka sio watu wema. Ila kila nilipojaribu kumgusia, alikuwa mkali na kuwa mbishi kama wewe ulivyo." "Uncle Olenashi, mbona kama unanificha jambo? Hebu naomba niambie kila kitu kuhusu familia yangu kama unajua chochote." Norman ilibidi sasa apunguze jaziba na kuanza kujitirisha huruma. "Haya nitakayokuambia, naomba uniahidi kwamba itakuwa siri yako na utayaweka kifuani. Maana mimi nishaamua kujiwekea siri ili niwe salama, na naomba hata wewe ubakie kuyajua tu." Olenashi alionyesha ana mambo mazito kayabeba, ila ndo hivyo alikuwa anaogopa. "Uncle, wewe niambie, mimi sitamwambia mtu." Norman alikubali ikiwa hajui ni siri zipi. Basi wawili wale ilibidi waingie kwenye kibanda cha mlinzi kwa ajili ya mazungumzo ya usalama zaidi. "Mimi mama yako nilikuwa namjua vyema kabisa kwa sababu nilikuwa nimesoma naye shule ya msingi huko kijijini. Baada ya mama yako kufiwa na mjomba wake ambaye alikuwa anamlea, basi mama yako aliamua kuja mjini kutafuta maisha. Baada ya kupita miaka kadhaa ya mama yako kufanya biashara ndogo ndogo mjini, alibahatika kukutana na baba yako na walianzisha mahusiano, huku wote wakiwa wafanya biashara wadogo wadogo. Kwa mujibu wa maelezo ya mama yako aliyonipatia ni kwamba
baba yako alikuwa kaachiwa mashamba na mifugo kijijini kwao. Basi baba yako alienda kuuza mashamba yote na mifugo yote, na kitu hicho kilifanya ndugu wa baba yako kumtenga baba yako kwenye ukoo, kwa sababu aliuza mali za urithi alizoachiwa na wazazi wake bila kuwapa taarifa ndugu zake wengine. Baada ya baba yako kupata pesa, walianza biashara ya kuuza simu na mama yako, na hapo ndipo safari ya utajiri ilianzia mpaka baba yako kuja kumiliki kiwanda na makampuni. Kipindi chote hicho baba yako na mama yako walikuwa hawajaoana. Kwa hiyo baada ya kuwa na maisha mazuri na kujenga nyumba ambao ndo ile anayoishi baba yake na Victor saizi, waliamua kuoana rasmi kwa ndoa. Baada ya wawili hao kuoana, mama yako ndipo aliporudi kijijini kutafuta mfanyakazi, ila bahati nzuri alikosa mfanyakazi wa kike na aliamua kunichukua mimi ili nije nifanye kazi kwake. Kwa mara ya kwanza niletwa mjini na mama yako na nilianza kuishi na wazazi wako nikiwa kama mfanyakazi wa ndani, na tulikuwa tunaishi kwenye ile nyumba kabla hii kujengwa. Dosomi alikuwa ni mfanyakazi wa karibu wa baba yako, na pia Zena ambaye ndo mama Samil alikuwa pika pakua na mama yako, yaani walikuwa kama pete na kidole. Maisha yalikuwa matamu haswa, mwanzo kwa wazazi wako na pia kwa mimi mwenyewe, maana nilikuwa naishi kama mwanafamilia. Ila baada ya muda kupita, niligundua Dosomi na Zena wanajuana na kuna mpango wapo nao, japo sikujua ni mpango gani. Dosomi mara nyingi kazi ambazo walikuwa wanapewa na baba yako zilikuwa ni zile za kutumia nguvu. Labda kuna watu wanasumbua kwenye biashara au kuna biashara za magendo anataka afanye, ndio walikuwa wanapenda kumtumia Dosomi. Basi baada ya kama mwaka kukatika, mama yako alipata ujauzito, na ndio hicho kipindi huu mjengo ulikamilika. Kwa hiyo tulihamia rasmi huku, na pale tulipokuwa tunaishi baba yako alimwambia Dosomi akae, na baada ya kuhamia huku mimi sasa kazi yangu ilitakiwa kukaa getini, na mama yako alisema atatafuta mfanyakazi mwingine. Kutokana na urafiki wa Zena na mama yako, mara nyingi Zena alijikuta anashinda hapa na muda mwingi alikuwa analala hapa, na alikuwa anamsaidia mama yako kazi ndogo ndogo. Kutokana na hali ya mama yako ya ujauzito, Zena mwishowe alianza kuishi hapa, ila wakati anaishi hapa kipindi niligundua yupo kwenye mahusiano na Farihani, maana mara nyingi tu Zena alikuwa anatoka usiku kwenda kuonana na huyo jamaa. Maisha yalizidi kusogea, hatimaye miezi 9 ya ujauzito wa mama yako ilifika, na hapo ndipo hii siri ninayokuambia leo inaanzia. Ilikuwa ni Jumapili. Siku hiyo baba yako alikuwa yupo mikoani kusambaza mbolea. Ikiwa ni mida ya saa 1 za jioni, mama yako alipatwa na uchungu. Mimi nikiwa getini huko nilisikia kelele za vilio ndani. Hapo ilibidi niende kuingia ndani. Kufika sebuleni, nilikuta mama yako akiwa yupo kwenye uchungu na anataka kujifungua. Zena alikuwa yupo pembeni akiwa anamsaidia mama yako. Nilimshauri Zena kama vipi tumkimbize mama yako hospitali, lakini Zena alinihakikishia kwamba atajifungua salama kwa sababu masuala ya ukunga yeye kapitia. Ni kweli mimi nitoka nje kusubiri kinachoendelea. Yalipita masaa kama 2 nikiwa getini. Nilimuona Zena akiwa bize na simu na alitoka mpaka nje na kwenda kwenye bustani kuongea na simu ile. Mimi nikiwa na wasiwasi mkubwa, ilibidi niingie ndani kwanza kwenda kuona hali ilivyo. Niliingia ndani, bahati nzuri nilikuta mama yako kajifungua salama kabisa, na mama yako alikuwa yupo chumbani. Basi mimi kujihakikishia nilifika mpaka kwenye mlango wa chumba cha mama yako. Nilichungulia, niliona mama yako kakaa kitandani huku akionekana yupo sawa na mtoto wake, alikuwa kalala pembeni. Baada ya kuona mama yako yupo sawa na akajifungua salama, kiukweli nilifurahi. Basi ilibidi nitoke kimya kimya bila kumbuguzi, na nilirudi tena getini huku nikiwa na furaha. Na muda wote huo bado Zena alikuwa anaongea na simu pale kwenye bustani, na bahati nzuri au mbaya alikuwa hajaniona mimi kama nimeingia ndani ama la. Basi zilipita dakika kama 10, Zena nilimwona akiingia ndani, ila nikiwa pale getini dakika 10 tu kupita baada ya Zena kuacha kuwasiliana na simu, Bwana Dosomi akiwa na Farihani walifika na gari. Japokuwa Dosomi nilikuwa na wasiwasi naye toka muda mrefu, ila sikuona kama kuna haja ya kumzuia kuingia kwa sababu aliniambia ni dharura, na mimi nilikuwa nishajua dharura ni mke wa bosi kujifungua. Ikiwa ni mida saa 4 za usiku,
Dosomi na Farihani waliingia ndani, mimi nikiwa nipo getini. Zilipita dakika kama 20 tu, nilisikia vilio ndani na niligundua ni sauti ya Zena. Basi haraka haraka ilibidi nikimbilie eneo la tukio, nikiwa naamini akina Dosomi watakuwa wanamdhuru rafiki yangu. Mimi jamani, rafiki yangu jamani, nafanyaje mimi? Nani atalea mtoto jamani? Baada ya mimi kuingia ndani, hao ni maneno ambayo yalikuwa yameambatana na kilio kizito ambayo Zena alikuwa anayatoa. Kwanza ilibidi nipigwe na mshangao. Niliuliza nini tatizo? Majibu niliyopewa ndio yalifanya nichoke zaidi. Niliambiwa kwamba mke wa bosi kafariki wakati anajifungua na kaacha mtoto mchanga. Hakika niliishiwa nguvu na kukaa chini. Yaani akili ni kama iliniruka. Ile nilipomwangalia bwana Dosomi, niligundua shati lake lina madoa ya damu. Mpaka hapo niligundua mke wa bosi atakuwa kauawa na sio kufariki. Na kingine, mimi mwenyewe kwa macho yangu nilikuwa nimemuona amejifungua salama na ni mzima kabisa. Ila nishangaa mno kuambiwa kwamba kafariki wakati akijifungua. Basi usiku ule ule Zena kushirikiana na akina Dosomi walichukua mtoto mchanga ambaye ndo ulikuwa wewe, na walichukua mwili wa mama yako na kuelekea hospitalini kwenda kuhifadhi. Wakiwa wamebeba mwili wa mama yako, niliona Dosomi akiwa na bastola kiunoni. Hapo ndipo uoga wangu wa kutunza siri ulipoanzia. Basi siku hiyo ilipita kwa ugumu mno, na hapa nyumbani niliona pazito mno. Nilikumbuka na ukarimu wa marehemu, basi nilijikuta chozi tu linanitiririka. Ikiwa ni siku mpya, baba yako alirudi toka mikoani baada ya kupewa taarifa na kina Dosomi. Basi mimi baada ya kuonana na baba yako, nilijaribu kumgusia kwamba akina Dosomi huenda kuna namna wamefanya kuhusu mkewe. Ila baba yako alikuwa mbishi kutokana na namna alivyokuwa anawaamini. Baba yako alikuwa na rafiki yake wa kike ambaye walikuwa wanatoka kijiji kimoja. Yaani alikuwa anamchukulia kama ndugu hivi, ambaye alikuwa anaitwa Pili. Basi mimi ilibidi nimuelezee yule dada hali halisi nilivyoishuhudia. Lakini kitu alichoniambia, alisema nikae kimya kwa sababu nikianza kujifanya shahidi naweza kubebeshwa ile kesi, kwa sababu Dosomi alikuwa anajuana na maaskari karibu wote. Basi zilipita siku 2, mazishi ya mama yako yalifanyika. Ila Pili uvumilivu ulimshinda. Kitu alichofanya, aliamua kumfuata Zena na kumchana makavu live kwamba yeye ndo kahusika na kila kitu, na alimtishia kwamba asiposema ukweli basi ataenda kumtangaza kila mtu ajue. Mazungumzo kati ya Pili na Zena mimi niliyasikia vizuri kwa sababu walikuwa wanaongelea hapo nje ya geti. Baada ya yale mazungumzo hayakupita masaa hata 20, taarifa za Pili kuvamiwa na majambazi na kuuawa zilitufikia. Mpaka hapo uoga ndo ulizidi kunijaa zaidi. Nilijikuta nabaki na asili yangu moyoni. Maisha yalizidi kusogea, huku mtoto mchanga ambaye ndo wewe alikuwa analelewa na Zena hapa nyumbani. Basi baada ya miezi kama 6 hivi, akina Dosomi na rafiki wengine wa baba yako walimshawishi baba yako amuoe Zena ili wasaidiane kumlea mtoto kama baba na mama. Ni kweli hata mwezi haukupita, ndoa ilifungwa bomani, japokuwa ilikuwa dini mbili tofauti, ila ndoa ilipita na wawili hao rasmi walikuwa mume na mke. Hapo maisha mapya yalianza kwa familia nzima. Kwanza mimi niliacha kuchukuliwa kama mwanafamilia tena. Yaani hata ndani sikuruhusiwa kuingia tena kama mwanzo, na zote zilikuwa sheria za Zena. Siku zilizidi kusogea, huku sasa wewe ukiwa kama mtoto wa Zena, na kila mtu alianza kuamini kwamba ni mtoto wa Zena kutokana na Zena alivyokuwa anakulea na kukujali. Pamoja na Zena kuolewa na baba yako, ila hakuacha kutoka usiku. Siku zingine nilikuwa namuona Farihani anakuja mpaka hapo getini na bajaji. Baada ya hapo Zena anatoka. Nilijaribu kumgusia baba yako ile hali, ila baba yako alikuwa mbishi, na baba yako alikuwa ni mtu wa kusafiri mno. Kwa hiyo kipindi hicho Zena alikuwa anakitumia vizuri sana. Baada ya miaka kama 2 na kitu kupita, Zena alipata ujauzito ambao kila mtu aliamini ni wa baba yako. Ila kuna siku Zena aliletwa hapa na gari, na mimi nikiwa humu ndani nilisikia muungurumo wa gari nje, japokuwa halikupiga honi. Hapo ilibidi nifungue mlango mdogo na kuchungulia. Kwa masikio yangu nilisikia Farihani na Zena wanabishana kuhusu ujauzito. Zena alikuwa anasema ujauzito ule akabidhiwe Mr. Fekon.
ila Farihani alionekana kuwa na wasiwasi. Naam, tunahitimisha hivyo sehemu ya 6 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Yatima na Gereza la Kutisha. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Yatima na Gereza la Kutisha.